Kwingineko, dhuluma dhidi ya mabawabu zimeendelea kushuhudiwa hapa nchini, huku kisa cha hivi punde kikiwa cha bawabu wa kike kwa jina la Batheda Awora anayeuguza jeraha la kichwa baada ya kudaiwa kushambuliwa na mwajiri wake kufuatia mzozo ambao uliozuka mahala pake pa kazi. Ukatili huu ulikosolewa na chama cha walinzi wa kibinafsi hapa nchini. Kimetajwa tukio hilo kuwa unyanyasaji wa dhahiri kutoka kwa waajiri. Katibu mkuu wa chama hicho Isaac Kandabwa ametoa wito wa mageuzi ya haraka katika sekta ya usalama hapa nchini ama sekta ya kibinafsi ili kuwalinda maafisa dhidi ya unyanyasaji na kuhakikisha usalama na heshima yao kazini. Huyu mama alinifinya kichwa, alikuwa ananidunga na hiyo rungu ya security guard. Nilikuwa ananipiga kichwa, nilikuwa namfuata nikimwambia, "Madamu, sininyime kazi ama unipe pesa zangu niende, kama mmenifuta kazi, kama mnitaki." Alikuwa ananitusi akiniambia hakuna mahali penye tunaweza tukakupeleka. Sasa nilikuwa nataka tu haki yangu, hata kama angeniambia ukujie mshahara tarehe fulani ningekujia. Nataka nishukuru polisi wa hii station kwa sababu walipata simu ya crisis na wakarespond without a station, na wakapata kwamba huyu amefungiwa wapi? Kwa ofisi ya employer. Kwa hivyo hii ni incident moja kwa mingi ambazo zinafanyika katika nchi ya Kenya katika hii mambo ya private security. Nataka ni apili kwa regulator Philip Liki, the CEO, ya kwamba reform agenda katika private security is overdue. Mambo kama haya inasaibuka kama hiyo regulations inakuwa inafanya kazi.